wale ambao wanaoigiza wanafanya nini uweze kurekodi, au utakuwa unaangalia kwenye kutumia simu yako? Tuelezee tuone. Utakuwa naangalia kupitia simu yangu. Tujibu tu eti A au B. Ukasema ni B. Toa maelezo, ongea tusikilize. Sema sasa, mimi nimepata nafasi ya kushuti au ya kurekodi. Nitafanya 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Eleza. Cha kwanza nimepata nafasi ya kushuti, nitaangalia kwanza sehemu ya wanamedia kushuti. Kama wanashuti content au movie, naangalia sehemu ambayo ina mwanga ili niweze kushuti namna. Alafu nitakuwa busy na simu ili washuti vizuri, sitakuwa naangalia wenyewe. Maana kama director inabidi nishuti vizuri. Tunakusikiliza bado. Waendelea kumrekodi hivyo hivyo. Tunakusikiliza, ongea tu. Ongea kabisa. Mimi nimeongea muda mrefu sana. Ongea. Simu na rekodi kwa unajua. Mama anamchekesha. Na wewe unachekesha. Wewe si ni director. Wewe kwa serious. Director mwenyewe alikuwa anawabeba simu ajawe koni. Kama director inabidi washuti watu vizuri. Alafu niwe makini na ninavyoshuti. Kama na shoot content, nikishamaliza kushoot nitaweka simu hivi juu, na kama na shoot movie nitaweka hivi simu nikiwa na shoot, ili movie yangu kama ni content itoke vizuri, na kama ni movie inabidi itoke vizuri kama ilivyoelezea pale kwenye TV. Nikifanya hivi na nini, kama ni movie itatoka vizuri. Swali la pili. Ni kwa nini waigizaji wengi wasanii wengi wanakuwa wanashindwa kufanya vitu kwa uhalisia wanapokuwa wamepewa kitu kwamba wewe utazungumza katika hii scene, utazungumza maneno haya na haya na haya, lakini akifika katika kuwakilisha kile kitu anashindwa? Ni kwa nini? Kwa wewe unavyoona ni kwa nini? Nakuta labda anashindwa kuongea, au muda mwingine anaogopa kuongea mbele za watu. Nakuta kuna madirector na wengine wanaangalia, kwa anakuta anaogopa, ndio maana anashindwa kuigiza uhalisia, anashindwa kuongea vizuri. Sasa tunakusikiliza. Umesema labda kuna madirector, sasa inabidi ndio uongee kwamba sasa natakiwa madirector waondoke, abaki mwenyewe. Ndio ueleze. Maana hawezi kuondoka kwa sababu wenyewe ndio wanaoshoot hiyo movie au content. Kwa hiyo inabidi yeye ndio ananilii, asiogope. Usogee hivi pamoja. Kwa hiyo kama ni mtu amepewa na nili aje aigize, kama ni content au movie inabidi awe serious na anachokifanya, na ananiambie ili asiogope, inabidi ananiambia focus anachokifanya, asione watu wengine kwa
kwamba eti ni nini. Kwa hiyo inabidi yeye mwenyewe afanye anachokifanya, asiangalie wengine, maana ukiangalia wengine na unakuta unaharibu sini hivi au Mungu. Sawa. Asante, rudi huku sasa. Mama, chukua simu nishuti. Chukua simu nishuti hapo. Sini yako ina 51. Ina 51 keki. 51 Na hapo nimeangalia tu, maana muda ule nimeangalia kidogo tu. Sasa unisikilize sasa. Njoo. Nataka tufanye kitu kimoja. Wewe shoot tu. Nataka tufanye kitu kimoja. Nadhani hapa nimesimama mbele, hakuna mtu ambaye hawezi kunitazama. Au kwa hesabu ya haraka hakuna mtu ambaye ananiona. Wote mnaniona. Lakini kitu tunachofanya hapa, tunafanya kitu cha kumkimbiza shetani. Unanisikia? Tunafanya kitu cha kumkimbiza. Tunapozungumzia shetani, tunazungumzia upande wa uharibifu. Shetani siku zote ni mharibifu. Na shetani anapokuja katikati yetu au anapokuja ndani yako, shetani kitu anachokileta, kitu cha kwanza, ili aweze kushinda, ili aweze kufanikisha, kuweza kufaulu ule mpango wake. Shetani anachofanya, analeta hofu. Unaona? Analeta hofu ndani yako. Sasa shetani anapoleta hofu, tafsiri ya hofu inakuja ni kwamba analeta uoga. Shetani anapoleta uoga, anakufanya wewe unatoka katika nafasi yako ile ambayo ulikuwa nayo, sasa unatoka unajiweka katika viwango ambavyo ni vya chini. Unaelewa? Unajiweka katika viwango vya chini. Sasa unapokuwa katika viwango vya chini, unasema sasa, kweli mimi ninaweza nikafanya hichi? Hapana. Kwa umri wangu huu bado siwezi kufanya hichi. Sasa pale sasa inakuwa shetani ameshakuwini. Na shetani akishakuwini, kwa kadri siku zinavyozidi kwenda, hata upewe jambo gani nzuri, utaweza kulifanya. Kabisa mambo matatu nzuri. Hata upewe jambo gani nzuri, unaweza usilifanye na unaweza usifanikiwe. Ni kwa sababu gani? Shetani tayari ameshakuwini, ameleta hofu. Na kishaleta hofu, anakuletea ile hofu, inakuja na ambatana na aibu. Ikishakuja ndani wako, unasema sasa kweli, kama mmoja ambaye ametoka kuzungumza, kweli mimi nikisema hapa nitakosea, na nikishakosea utanicheka, na ukishanicheka nitaonekana mimi kama ni mpumbavu. Wewe uonekane kweli mpumbavu mbele za watu, acha tu tuseme, yaani uonekane ni mjinga mbele za watu, acha tuseme. Shetani ameshakuwini tayari. Kwa hiyo ndio maana nimesimama hapa mbele. Cha kwanza kabisa ni cha kumkimbiza nani? Shetani. Tunasema tunamkimbiza nani? Ndio maana mimi nana kabisa kangu hapa kadogo hapa. Aka kabinti kaanza kufanya mambo makubwa, kakaleta mapinduzi katika dunia. Ni kwa sababu ili kafanya mapinduzi makubwa, lazima kenyewe kamkimbize nani? Ndio maana leo hii tunaona kuna watoto wadogo kabisa kwenye mitandao wanafanya vitu vikubwa, mpaka mtu unakaa na ndevu zako umekaa, unakaa unasikiliza. Mtoto bwana anaweza kuzungumza hivi kama hivi. Ni kwa sababu ile mtoto ndani ya nafsi yake au ndani ya mwili wake tayari hakuna hofu. Vitu wewe ambavyo ungeweza kuvifanya ukiwa na umri huu, unashindwa kuvifanya, unavifanya ukiwa katika umri kama wa kwangu. Tayari umeshazeeka, umepoteza muda. Sio, mnanielewa? Sio kumalizia sasa. Ili tumkimbize shetani vizuri, ili mambo yetu yakae sawa. Natoa nafasi ya wewe kuuliza maswali matatu. Naona mimi nimevuka hapa nimesimama. Tunaona ninapozungumza, simuogopi mtu, simuofai mtu, na sina na chochote kile ambacho kimo ndani yangu ambacho kinanizuia mimi nisizungumze. Ndio maana nimechukua hatua ya kuweza huyu kukaa hapa, wewe kukaa pale, na yule kukaa pale, na kuanza kuwafundisha. Sababu gani? Kile ninachowafundisha ninajua ni kizuri na kinaweza kuleta matokeo makubwa. Kwa hiyo sasa nikikaa nacho kimya, nimemwogopa shetani. Nawaletea. Ndio maana nimesimama ili nisitoe, nikilete mimi nimeshamfuta nani? Ili na nyinyi mnidhihirishe kama mmemfuta shetani. Basi wewe utaniuliza maswali matatu, na wewe utaniuliza maswali matatu.
kwa kumkimbiza shetani, afu na mimi nitawajibu. Na wote ulizo swali moja, sawa? Sawa? Haya. Tuanze na wewe. Au tuanze na dada? Dada. Tuanze na wewe. Haya, niulize swali moja tuone wewe. Niulize swali. Haya, uliza. Niulize mtu wangu. Mama na rekodi pale. Niulize. Ongea kwa sauti. Neno mwambie doi pale, unataka kuniulizaje? Neno mwambie afu doi ataniambia. Muulize doi. Muulize doi swali lako. Sasa tutatoa fimbo. Shetani tunamfukuza katumia kwa fimbo. Fimbo iko pale. Usipoongea tunatoa fimbo kwa na utaongea. Ndio ndio fimbo. Shetani anatumia anakimbiza kwa fimbo. Mimi nabadilika na kuchapa. Nimekwambia mnongoneze doi swali yako. Ila niulize. Sasa hivi takuchapa na utazungumza wewe. Haya, mnongoneze doi mwambie. Haya, nasema niulizeje? Mwambie niambie. Anasema kwamba sawa, umepatia. Njoo hapa. Haya, ongea kwa sauti ukisema hicho kwamba umesemaje? Sawa, mumpigie makofi. Haya, ngoja tutunze fimbo hii. Mumpigie makofi tena. Haya, rudia swali ulilosema. Umesema kwamba, sema kwa sauti. Sawa kabisa. Mtoto amesema kwamba hivi kwamba sasa tupo tayari kwa ajili ya kumkimbiza nani? Shetani. Mpigie makofi, amepata. Na wewe jipigie makofi. Safi kabisa. Mtoto sasa naye ametudhihirishia kwamba na yeye kweli ameungana na sisi na hii timu yote kwa ujumla kwamba tupo tayari kwa ajili ya kumkimbiza nani? Shetani. Tupo tayari kwa ajili ya kumkimbiza nani? Shetani. Lazima shetani afanyeje? Akimbie. Sema akimbie. Lazima shetani afanyeje? Akimbia, atoke ndani yetu. Atoke ndani yetu, si ndio? Kwa hiyo hii tunachokifanya hapa, tunafanya staili ya kumkimbiza nani? Tunamkimbiza nani? Sema shetani toka. Kwa jina la Yesu. Shetani toka. Toka ndani yetu. Tunakukimbiza. Kwa jina la Yesu. Shetani toka. Nenda nje huko. Amina. Safi. Haya, ametuzidishia na yeye tayari anamkimbiza nani? Haya, huyu ameshauliza swali moja. Shetani atakimbia hapo. Wana kwa seri yote mimi hapa kwangu shetani lazima akimbie. Haya, tunarudi sasa kwenu nyinyi. Nataka mnizidishie na nyinyi kwamba tunamkimbiza nani? Nataka mniulize maswali matatu. Haya, msikilize sasa dada naye anauliza maswali. Unamsikiliza? Haya, nawe uulize maswali matatu. Swali la kwanza ni hivi, lolote lile, sura ya kamera, sura nini na nini. Lolote lile, swali lolote lile unaosikia nataka kuniuliza leo niulize. Usijifunge kwamba na hivi. Lolote lile. Nataka kuuliza eti Kwa sauti ili tumkimbize shetani vizuri. Tumekubaliana tunamkimbiza nani? Shetani. Tumekubaliana tunamkimbiza nani? Shetani. Tunasema shetani ifanyeje? Shetani afanyeje? Atoke ndani yetu, si ndio? Kwa sababu leo hii unatembea umetuma dukani pale. Umefika dukani kule, wakati unarudi njiani unakutana na shetani. Amebadilika, amekuwa kama mimi, kama mtu. Anakuambia sasa unaenda. Ukifika pale anakuambia mimi nakupenda sana. Sasa wewe unaambia nitakujibu. Unaondoka unakuja wapi? Nyumbani. Kumbe leo tuna mpango kumkimbiza nani? Shetani. Kumbe yale kule umeshamwambia shetani na kujibu. Kumbe uko unaweza kumkimbiza watu kule? Shetani. Ungemwambia kwamba naomba nikome kama ulivyojikoma. Shetani akikuita usikatae kwenda, lakini uende moja kwa moja kwa shetani.
ufike na umeniita naomba uniambie uniambie. Nakupenda wewe, ishia hapo tabia. Unikome sawa? Wewe unikome. Niko kuna mtu mzima una akili mambo kuna kile unikome wewe. Hapo unakuwa mkibida nani? Sio uondoke pale, useme nitakujibu bwana mimi nimetumwa haraka sana naenda kuwasha sukari. Nimetumwa kule baba tena nje kukuta hapa. Bado umemkaribisha nani? Shetani. Tumekubaliana leo tunamkaribisha nani? Shetani. Atoke kwenye nyumba yetu. Ndio? Ndio maana nimepata nafasi ya kuongea. Sasa nataka nione kama kweli na nini nimemkaribisha nani? Sio ukiwa huko nje unamkaribisha shetani au mkimbizi shetani, wewe unakuwa ni mzoefu mzuri tu wa kuongea na kuambia watu kwamba nitakujibu, nitafanya nini, sina nini na nini. Alafu ukiwa ndani hapa unaambia ongea, unasema mimi sina swali. Shetani anatoka kwa pigo leo. Ndio hivyo tu, mimi ndio soga ngone nimeanza haya. Maswali naomba. Tunaona mmemkimbiza shetani, hata kwa pigo anatoka. Haya, uliza lolote. Hata kama wewe una swali unaenda kwa mama, tunampelekea mama atajibu. Haya, wewe uliza. Naomba usimame ulize sasa, tumkimbize shetani, usimame ongea uliza. Yaani wewe umri wako unalingana na huyu? Mnalingana miaka. Huyu sasa amemkimbiza shetani kwa kunong'oneza. Wewe na wewe tukwambia mnong'oneza. Unajua mimi akili yangu inabadilika. Swali la kwanza. Sio nilikuwa nataka niulize, yani nauliza hivi. Sio nilikuwa nataka sema hivi, ninauliza hivi, unapaswa kuwa na confidence. Wewe natamani kesho na kesho kutwa nikikukuta huko, nikikukuta wapi, una uwezo wa kusimama na mtu. Haya, mimi nimekuita dada, njoo. Tamani nakupenda. Naomba unijibu. Naomba unijibu. Ngoishia hapo hapo, sitaki mazoea. Sema mbwa wewe. Mbwa wewe. Ehe. Ongea kabisa. Tunamkimbiza nani shetani? Ongea. Ishia hapo hapo, mbwa wewe, sitaki mazoea. Tena utakuta nikupiga hata na hili jiwe. Tena ukiwa unaniona barabarani nione kama kituo cha polisi. Haya, samani. Haya, sasa mkimbize shetani, haya ongea uliza swali. Rudi nyuma sasa, uliza swali. Twende kazi. Sio nilikuwa nataka niulize. Sema nauliza hivi. Uliza moja kwa moja. Sio nilikuwa nataka niulize. Sema nauliza hivi. Nauliza hivi, director akiwa anashoot manilio afu watu wake wakiwa hawaeleweki, kwa inabidi afanyeje ili wake mstari. Haya, majibu yanakuja. Mama, ukiwa hapa kuna tushoot hapa, tunaomba tujibu hilo swali. Jibu hivyo hivyo kana tushoot. Tunapata nafasi. Wanasema kwamba hivi director akiwa ana shoot. Lakini japokuwa hajasema watu wake waeleweki kwa staili gani. Waeleweki kwa staili gani? Yaani wanawaambia njoo tushuti alafu hawaji au hawaelewekije. Tunyosheje? Hawaeleweki, wengine wanashoot yani hapo tu. Mama, kama umemwelewa mama au tumwambie tena anyoshe swali? Kama hawaeleweki watu yani, unaotaka kwa shoot inatakiwa wewe ndio wapange ili waeleweki. Na bado unawapanga waeleweki. Mfano kama waeleweki, unatakiwa ufanyaje tukupate majibu sasa? Umeenda location kushoot. Lakini wale watu waeleweki. Ngoja nimpate jibu la shortcut mke wangu. Sawa? Wale watu waeleweki. Na wewe ndio director, unatakiwa ufunge vifaa, ugeuze nyuma, uanze kurudi nyumbani. Si ndio mapi? Unatakiwa ufunge kazi, ufanyaje? Ili wakuheshimu. Ili wafanyaje? Kwamba huyu director wetu tukifika location tunatakiwa tufanye kazi ya kushoot. Kama ni muda wa kupumzika pumzika, kama muda wa kushuti ni kushuti, kama ni wanaita mizaa ni kufunga kazi. Oya, nyumbani. Hakuna muda wa kufanyaje? Hakuna muda wa kufanyaje? Hamna muda wa kufanyaje? Sema wa kupoteza. Hakuna muda wa kufanyaje? Kupoteza. Kwa sababu mimi natengeneza kitu ambacho najua ndani ya mwaka mmoja, ndani ya miaka miwili. Najua ni kitu ambacho kitakuwa ni kikubwa. Haya, swali la pili twende. Yaani swali lingine ni hivi. Mtu ukiwa na kama sema nauliza swali la pili ni hivi. Na kujenga kabisa. Swali langu la pili ni hivi. Twende.
Swali langu la pili ni hivi. Mtu umeshamwambia hivi sitaki mazoea na takuja kumtukana alafu bado anaendelea, unabidi umfanyeje? Haya, swali hapo mama, kwamba yeye sasa katika maisha yake au katika pita ikatokea sasa kuna mtu amemsumbua na amemwambia bwana, mimi sitaki mazoea na wewe, lakini yule mtu bado anaendelea kumsumbua. Mimi nitajibu upande wangu na wewe utajibu kwa upande wako. Inabidi afanyeje? Kwanza, ili wewe umekataa mazoea naye huyo mtu, lakini bado anaendelea kukusumbua, si ndio? Kitu cha kwanza ambacho kufanya haraka, unatakiwa moja kwa moja uende ukamwambie mama na baba. Siutaki. Yeah? Usiutaki. Unatakiwa umwambie baba na mama kwamba bana, kuna 1 2 3, ili wazazi wenyewe waweze kukusaidia kile kitu ambacho ukitaki. Sio, unanielewa? Uende kwa wataarifu wazazi kuna 1 2 3. Na wenyewe kwa kwani wazazi watafanya hatua za kuweza kufanya kile kitu kiweze kufanyaje? Kiweze kuisha. Majibu mengine mwachie mama. Mama na wewe jibu hapo. Na mimi ndo hivyo nilikuwa nataka nimwambie. Haya, naona mama alikuwa anaongezea hivyo. Nadhani ndio majibu mazuri tu ya kwa ajili ya kiusalama, kwa sababu mengine ndio tukamwongezea mengine ambayo sio, unaweza kujikuta ukaua mtu, si ndio mama? Na haitakiwi, si ndio? Kwa hiyo unatakiwa hivyo. Na pia kingine unatakiwa huyo mtu hata uachane naye, hata usizungumzana naye, umuone kama sasa ni choo kabisa, ufanye mambo yako ili mdharau, uachane naye kabisa. Swali lingine la 3. Mimi nataka naishi huko ndani, najua watoto wangu hata kama ni wa kike najua usawa ni wanajeshi. So natoka huko na kuja, ninaogopa atakuja nyumbani direct, naweza kukuta mtoto amebana huko amesimamishwa huko. Hamna. Ndio ni swali lingine. Yaani kwa mfano mtu amenaniliwa, unatoka dukani anakunyakua hata ni hela yako. Yaani wewe mzazi umnaniliwa, umemtuma mtoto wako kitu afu anafika na kunyakua. Hapo sababu mimi nitakuwa naogopa kuanza kuambia, kwa hiyo inabidi nifanyeje? Anakunyakua hela. Na wewe unaogopa kuja kusema. Unatakiwa ufanyeje sasa? Sawa. Maswali mazuri. Sasa mimi hapa nitajibu hivi. Kwanza, kitu cha msingi ambacho unatakiwa kufanya inategemea na wewe mtu umempa ukaribu kiasi gani, una mazoea naye kiasi gani, kwa sababu mtu anaweza katoka tu huko from nowhere akakuletea mazoea kama hayo. Labda kwa namna nyingine, tunaona huo mlango, na kwa mfano nimefunga. Mtu anataka kuja kula, anafanyaje hapo? Anafanyaje? Afungui. Anafungua na nimefunga ndani. Anafanyaje? Asukumi. Akisukuma aweze kafunga ingia ndani. Uongo mke wangu. Anataka afanyaje? Anagonga nini? Anagonga nini? Tena? Hodi, si ndio? Hata kama umekaa hapo huko kimya, inatakiwa aingie. Na hata akiingia ataingia ndani. Ili aingie ni wewe unatakiwa ufanyaje? Unatakiwa ufanyaje? Kwa hiyo sasa jibu langu mimi naenda kwa mifano. Kwa hiyo sasa kwa situation kama hiyo unaweza kukuta labda mwanzoni alikuwa ni rafiki yako tu na mheshimu kama kaka. Ulimfungulia nini mlango? Alipogonga mlango hodi, wewe ukujua akija huko ndani atakuja kukuibia stuli. Ukujua alivyo anakuja huko ndani atakuja kukopa hela. Ukujua anakuja huko ndani atakuja anataka kuchukua vitu vya huko ndani aondoke na sio vya kwake. Ukujua. Lakini alipogonga mlango, wewe ukamfungulia, karibu, ni wewe karibu. Alipoingia ndani, sasa kwa kuwa tayari umfungue mlango, analeta mazoea ya ajabu. Si ndio? Sasa mpaka nafikia hatua na kunyakua mfano kama hela. Alafu wewe, kwa kuwa wewe ndio ulifungua mlango kaingia, unashindwa leo sisi tunatoka kazini tunakuja hapa nyumbani, unashindwa kukuambia mama, unajua hata ile daftari lilikuwa hapa hivi. Ile daftari hapa lilikuwa hapa. Baba anauliza ndani na mama, daftari hapa liko wapi? Daftari hapa liko wapi? Mbona unga ndani ya umo? Mimi natoka mifano ya walisia. Unga ndani umo hamna. Jamani, sisi hatujui munga uko wapi. Wewe unaogopa kwa sababu wewe ndio ulifungua mlango mtu akaingia.
na mtu akaleta mazoea akachukua unga, mke wangu eti. Sasa wewe unaogopa. Kwa cha kwanza narudi kule kule. Unatakiwa usiogope wazazi. Sawa? Kwa sababu wao ni wazazi wako. Kwani mzazi wako anataka kufanyia vitendo vya ajabu vya kukosea heshima? Hapana, si ndio? Sana sana mzazi atakuokoa na kusaidia, si ndio? Unatakiwa uchukue hatua ya kwenda kumwambia nani? Mzazi. Si ndio? Kama ni baba au ni mama au mama, naomba mwambie baba kuna 1 2 3, kwa sababu vile vitendo hutaki. Ili visiendelee kuendelea, natakiwa mshirikishe mzazi. Ili mzazi achukue hatua na aweze kukusaidia wewe. Sawa? Si ndio? Haya. Stima kwenda mapieti. Haya, sasa weka kama una swali mengine tutaendelea. Sawa. Haya, bonge amka sasa na wewe utakuuliza swali. Kati. Wewe acha uliza swali mimi. Mimi swali langu ni kwa nini watoto nyumbani wanakuwa na hofu? Kwa nini watoto asilimia nyingi watoto wakiwa nyumbani, kwa nini wanamuogopa baba? Afu mama wanampenda sana mama. Kwa nini? Hilo la kwanza najibu, tunajibu moja moja, sawa? Tunajibu moja moja sasa. Haya, umeuliza hivi, tutajibu wote na mama naye atajibu. Yaani hizo ndio content nataka tutakuwa tunaenda hivyo hivyo. Tena sema kwa sababu tumeshutia sehemu mbaya. Ikiwa sehemu nzuri tunashoot na tunatuma. Haya. Umeuliza swali hivi, kwa nini watoto wanapokuwa wako nyumbani kwenye familia wanamuogopa baba, alafu unakuta wanampenda mama? Hiyo inakuwa ni kwa nini? Ni kwa nini? Sasa ya hilo nalijibu sasa. Kwanza kitu kimoja tunatakiwa tufahamu kwamba unakuwa siku zote, unajua baba siku zote kwa Biblia imesema hivi, baba ndio kichwa cha nini? Baba ndio kichwa cha familia. Unaelewa? Baba ndio kichwa cha familia. Sasa tunapozungumzia baba ni kichwa cha familia. Baba, hakuna baba anaopenda kuona mtoto wake anaenda njia ambazo zisizofaa akamwacha. Unajua baba ni mwanajeshi. Hakuna baba ambaye si mwanajeshi. Sawa? Hata mwizi akiingia nani anapambana? Eh? Kwa nini mama asiende kupambana, baba aende kupambana? Tunarudi kule kule. Mimi napenda mifano. Mwizi kaingia, yaani leo mwizi aingie usiku. Mimi nijifiche uvunguni, afu tumwache mama apambane. Kwa nini mama asiende kupambana? Kwa nini baba apambane? Na kwa nini mwizi akiingia ndani anaanza kupiga baba, apige mama? Kwa sababu baba kwenye Biblia imesema hivi, baba ni kichwa cha nini? Cha familia. Kwa hiyo baba ndiye amepewa mamlaka ya kuhakikisha watoto wake wanakuwa salama. Bila toa mifano. Ndio maana nikijaga hata hapa nyumbani, nikisikia mtoto wangu anataka kusumbuliwa na mtu, vitu ambavyo havifai, naingilia kati. Na vizuia. Ni kwa nini? Baba ndio kichwa cha nini? Cha familia. Sasa unapozungumzia kichwa cha familia, hakuna kitu chochote cha familia ambacho hakina mamlaka. Unanielewa? Mamlaka. Maana ya mamlaka ni nini? Ni nguvu, ni uweza, ni maamuzi. Sawa? Sawa. Sasa mimi siamini kwamba mtu anaokuzidi nguvu kwamba hutamuogopa. Utamuogopa. Lakini pia sasa kitu kingine, wewe kama mtoto, mimi na wajibu kimpana. Wewe kama mtoto, sio lazima kwamba kwenye familia lazima baba wamuogope, wasimuogope mama. Hapana, sio lazima. Kinachotegemea, kinachotofautisha kwamba kwa nini watoto wanamuogopa baba na wanamuogopa mama, inakuwa ni hivi. Mama yeye ameumbwa katika mfumo wa kuweza kuwa na huruma, kuvumilia, kwamba huyu hapa bado ni mdogo, akikuwa ataacha. Unanielewa? Akikuwa ataacha, anavumilia kwamba labda atabadilika, anamwambia hivi, nafanya hivi. Lakini baba hajaumbwa hivyo. Baba anataka kukuambia kwamba hivi, wewe ingia ndani kulala, hapa kuna mkao ndio kulala. Sio lazima kichwa cha familia. Unanielewa? Lakini pia wewe kama wewe, tumesema leo tunafukuza shetani. Tunafukuza shetani. Wewe kama wewe, ukiwa kwamba unaona kabisa mimi huyu ni babangu. Si babangu huyu. Sasa kama ni babangu, kumbe kama babangu,
Naweza kumwambia baba naomba jelo hapa. Baba naomba buku. Au baba naomba 1000, naomba 2000 baba. Kuna mtu mwingine akumuomba tofauti na baba? Hapana. Si kama ni baba naomba shilingi 2000. Mfano. Sawa. Haya. Unajua kusema kwamba babangu, watoto wao wana kauli moja wanaimba. Ndege ya baba, ndege baba. Yaani zinazopita gari ya baba, gari ya baba, hata babake bana gari. Hata ana ndege. Anaamini kabisa baba ndio ya kwake. Sio unaelewa? Yaani nimeenda mbali zaidi. Lakini ngoja nifupishe niseme hivi. Kama hauna kosa na kama unajijua kwa sababu mimi sina shida yoyote ya kuweza kwa mimi nimemkosa baba. Huwezi kukata siku moja baba yako kafanyaje? Huwezi kukata siku moja ukamuogopa. Mfano wa mwisho. Jana usiku umenitibua wewe hapo. Na kwa kweli ulinitibua hata sababisha hata tukushuti. Unaona? Lakini kama kile kitu kisingekuwepo bado maisha yangeenda vizuri na futaki. Kwa hiyo ili mambo yakae sawa, watoto usimuogope baba, wampende mama. Inatakiwa watoto wenyewe sasa. Watoto wenyewe ndio wakati mwingine wanatakiwa waachane vile vitu ambavyo havifai. Hapo baba kuna mmoja akiangalia anaweza kashangaa kabadilika vitu kama hivyo. Lakini hakuna baba ambaye apendi mtoto wake. Huyu mimi nimeanza kumchapa akiwa mdogo kabisa, huyu mdogo kabisa. Lakini yule akona mhurumia, mtoto atakuchukia, mtoto sio atafanyaje. Nikasema hivi, kama sababu ni kunichukia, kama namchapa ili akae vizuri, basi hata nimchapa nichukie. Lakini ananichukia pia. Ananichukia. Haya, wewe nimeshakuchapa. Wewe usha kunichukia. Nilikuwa nakuchapa niko sahihi. Wewe nimeshakuchapa. Unanichukia mpaka leo? Eh? Nilikuwa niko sahihi. Ina maana kwamba kuna sehemu ulikuwa uone mimi nilikuwa naona kama mzaa. Ndio ukafanyaje ukaona, si ndio? Lakini ningeacha mpaka sasa hivi ndio kama alipio umesha. Si ndio? Kwa lakini nafasi ya mama ana ile muda kama vile subiria tu. Anasubiria tu labda ipo siku utabadilika. Sasa ubadiliki. Si huyu nimetoa fimbo pale amezungumza. Lakini mama asingetoa fimbo, angemwambia si useme. Sasa anasema kesho na sisi tutaka aseme leo. Leo ni Jumanne. Jumanne. Leo ni Jumatano. Haya wanamwambia wewe uliza swali moja. Aulize, nataka aje aulize kesho Alhamisi na sisi tunataka ulize sasa hivi. Mimi nataka sasa hivi. Mama angemvumilia aulize ajibu kesho. Sio unanielewa? Haya mama na wewe malizia hapo. Ni kwa nini eti? Au mimi nimejibu kwa sahihi? Yaani umejibu maswali yangu yote nilikuwa nataka kujibu. Swali lingine wewe la pili. Swali la pili ni hivi. Tena kuuliza wewe. Swali la pili. Kwa nini unakuwa mkali? Kwa nini unakuwa yaani sasa umekasirika? Umekasirika? Yaani kinga tu ndani hii. Kama vile tunaingia kwa mdomo wa simba tu. Yaani watu wanakuwa kimya. Hapo kelele usikii. Kama usijui. Kwa mfano, ukiwa unaenda kule kazini kwako, ukirudi tu nasikia Ivan. Baba huyu. Yaani suru walikuwa kule nje wanacheza hao ndani. Hapo anakaa kimya. Sasa nini? Sababu umesema leo tunafukuza nani? Shetani. Kwa nini nasema baba leo anatoka? Tuzishie. Watapangu leo tutakuwa mkali. Bana toka. Afu na sina watoto huko. Tutakwambia baba kwanza leo. Atakufanyia makosa yote ya kukuchukiza wewe. Haya sasa najibu swali la pili. Mama leo ameniandama mimi. Haya. Leo umeamua kufukuza shetani. Haya sasa ngoja nimalizie sasa hivi. Hilo simtolee maelezo. Sasa niseme hivi. Nitafanya mambo nitafanya mawili. La kwanza ukali nimeacha sasa. Kama unasema ninakuwa mkali, ukali nimeacha. Kwanza ulishaacha.
Tuambie kabisa. Kwanza ukali baba pia alishaacha. Sasa hivi bado ni mkali. Mimi sio mkali. Kweli. Labda kitu Ukweli doi alishaacha. Au bado. Yote ila mkali mno. Au ndefu hizi zinatisha. Kama mnaambia ndefu zinatisha na ninyoe. Sasa hivi ameishaacha ukali. Eh? Sasa tangia umekuja hapa ameisha piga nani? Nimeacha. Sawa. Tangia utoke da ameisha piga nani? Ndana nizidi kunikumbusha. Haya. Sasa nimeacha, sawa? Aleta na mkono kabisa nimeacha, sawa? Hivyo. Kwa na furaha tunafukuza shetani. Cheka sasa. Haya. Na nikawe kama kuna sehemu ambayo nilikuwa nakosea na mimi nifanyaje?